ya usiku wa manane. Bwana asifiwe. Na tutaona katika Biblia ya watu Bethel Clouds TV, empowering lives. went as he was wont to the mountain of Olives, and his disciples followed him. And when he was at the place, he said unto them, Pray ye, enter not in temptation. And he was withdrawn from them about a stone cast, and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thy will be done. And there appeared an angel of him from heavens, strengthening him. And being in agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as if it were great drops of blood falling down to the ground. Verse 45. And when he rose up from prayer, and he had come to his disciples, he found them sleeping for sorrow. And he said unto them, Why sleep ye? Arise and pray, that you may not fall into temptations. And while he spoke, behold, a multitude that he was called Judas, one of the 12, went before them, and drew nigh unto Jesus to kiss him. But Jesus said unto him, Judas, betrays thee thou the Son of Man with a kiss? When 49, when they which were about him saw what would follow, they said unto the Lord, Shall we smite with the sword? And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his ear. And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him. Then Jesus said unto the chief priests, and the captains of the temple, and the elders, which were come to him, But ye come out against a thief with swords and staves. When I was daily with you in the temple, you stretched forth no hands against me. But this is your hour, and the power of darkness. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni mfano wa lile tukio moja ambapo limerekodiwa katika Biblia, ambao ilikuwa ndio lile lisaa la mateso ya Yesu, ambao ilikuwa aombe yale maombi hajawahi kuomba bereni. Bwana asifiwe sana. Kumbuka huu ni ule wakati aliomba mpaka akatoa jasho na akatoa damu. Na ukumbuke ya kwamba alikuwa ameenda na wanafunzi wake, na akawaambia ya kwamba tafadhali ninawasihi muingie katika maombi, musiingie katika majaribu. All this was happening at midnight. Bwana asifiwe. This was the time that even Judas had to come and arrest him. Hallelujah. Kwa hivyo mpano wa kwanza wa Yesu, akasihi wanafunzi ikiwezekana waombe wasiingie katika majaribu. Tukiendelea tutaona ni kwa nini alikuwa anawaambia vile. Kwa maana kuna kitu tutaona katika maandiko haya ya kwamba most of the attacks ambazo zina attack maisha yetu zinafanyika usiku wa manane. Hallelujah. Most of the attacks ambazo zina attack maisha yetu ni usiku wa manane.
Na kama unataka kuwa Mkristo mwenye ushindi, kama kuna wakati wa maana, and this is one of the secrets ambao nataka tuone leo. The best time to pray, any time is prayer time. But the best time to pray, why? The best time to pray is at midnight. Bwana asifiwe, hallelujah. Kumbuka huyu tumeona ni Yesu ambaye maandiko inamuita ya kwamba the author and the finisher of our faith, the alpha and omega, hallelujah. Na ametupa a perfect example ya vile maisha ya Mkristo inapaswa iwe, ya kwamba masaa ya midnight, Bwana asifiwe, unapaswa kuwa wakati wa maombi. Nimesema I'm talking about the midnight battle. Na kitu cha kwanza hapa tutasema kuhusu midnight battle ni kwamba the midnight is an important spiritual entity. Katika ulimwengu wa kiroho, it is a very important entity. Bwana asifiwe. Very, very, very important. Kwa sababu gani? Hallelujah. Tutaona ya kwamba the midnight hour is very significant spiritually and physically. Bwana asifiwe sana. Physically, it is the time about the date of the day changes. Amen. Ndio ule wakati date ya mchana hubadilika. Bwana asifiwe sana. Like today is 5th. 5th iliingia usiku at midnight. Date 4 iliondoka kando. Bwana asifiwe sana, ikapisa date 5. Hallelujah. Ikifika tena today at midnight, tarehe 5, na mambo yake yote itabaki nyuma. Bwana asifiwe. Nasema tarehe 5 na mambo yake yote, either mazuri ama mabaya, itarudi nyuma. Na tutaingia tarehe 6. Hallelujah. Physically. Kwa hivyo even in the spirit, some exchanges take place. Bwana asifiwe. Kama vile hata date hubadilika, hata mwaka. Hallelujah. Na ndio naona even at 31st December at midnight, hapo ndipo tunasherehekea, hallelujah, hata kuisha kwa mwaka na kuingia mwaka mpya. Na si ajabu, isipokuwa ni vile hatuangalii mambo katika ulimwengu wa kiroho. Ukiangalia date ya 31st, ndio unakuta kwamba hata wale watu wengine hata hawajaenda kanisani wanaendaga hiyo makugane gakurugia mwaka. Hallelujah. Kwa sababu kuna mambo makubwa sana fanyika. Unasikia mpaka watu wengine wanafanya kitu wanaita passing out the new year resolutions, ya kwamba wanapitisha yale mambo watabadilisha mwaka ukabadilika. Lakini physically tunafahamu ya kwamba kuna mambo hubadilika usiku wa manane. Lakini kwa kiroho hatujai kwenda deep. Na tutaona hata vile Mungu anavyochukua midnight seriously, ndio hata sisi kuanzia leo usiku wa manane tusichukue kimchezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nimesema the midnight hour is very important, significant and spiritually. Hallelujah. Maana hapo ndipo siku badilika. Maana hapo ndipo kila kitu badilika. Hallelujah. Hapo ndipo siku hubadilika na siku mpya huanza. Sasa pia haieleweki ya kwamba hivyo ndivyo ilivyo hata katika ulimwengu wa kiroho. A lot of spiritual activities take place. Bwana Yesu asifiwe. It is an hour even with the late workers of darkness. Hata wale watu wanafanya kazi za giza. Those are the sorcerers, the witches and the devil agents. Ikifika midnight, hapo ndipo wanaongeza speed. Hapo ndipo wa magnify their work. Maana wanajua kwamba wako na 3 hours remaining to end the activity. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why tutaona it is even the best hour to pray. In fact, wale watu wanajua ile kitu tunaita the 8 watches of the day. Wakapo wanajua what you call the 8 watches of the day. The 8 watches ni yale masaa unapaswa kuomba. In fact, the first watch and the most powerful, it is between midnight and 3 a.m. That is the first watch. The first watch. And it is also the hour about even the workers of darkness are most active.
Bwana asifiwe. Hebu tuone Mungu naye akituonyesha mfano wake. Twende katika Exodus 11. Twende katika Exodus 11. Bwana asifiwe. Yesu ile awa aliambia wanafunzi ya kwamba waombe wasije katika majaribu. It was the hour of midnight. Amen. Akwambia agarau simuombe at least 1 hour. We have never really understood. Alipokuwa anasema at least 1 hour usije katika majaribu. At least, ambia mwenzako at least. Oba at least 1 hour at midnight. Amen. Akwambia at least simuombe agarau saa moja. Hebu tuone naye Mungu vile alivyofanya at midnight. Katika kitabu cha Exodus 11. Amen. Exodus 11. 4 and 5. And Moses said, thus says the Lord, about midnight. Hallelujah. Huyu ni Musa anawaambia. Na Musa akamwambia kwamba hivi ndivyo asema Bwana. So Moses is reporting what God will do at midnight. Amen. Hapo mzako hata Mungu kuna mambo hufanya saa 6 usiku. Kwa hivyo wakati Mungu anafanya mambo usiku wa manane usiwe umelala. Sikia vile Musa alivyowaambia. And Moses said, thus is the Lord. Musa akasema hivi ndivyo asema Bwana. So Moses is reporting what God will do at midnight. Anawaambiaje? Hallelujah. About midnight, hallelujah, I will go out into the midst of Egypt. And all the firstborn of the land of Egypt shall die. From the firstborn of Pharaoh that sitteth on the throne, even to the firstborn of the maidservant that is behind the mill, and all the firstborn of the beasts. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaambia Musa, enda waambie Israeli hivi, hata mimi nitaamka kuua saa 6 usiku. Bwana asifiwe sana. Huu ndio ule wakati Mungu alifika mwisho, akapull kadi yake ya mwisho. Baada ya Farao kungangana naye sana, na kukataa kuachilia wana wa Israeli watoke. Haleluya. Mungu alitoa kadi yake ya mwisho iliyofanya Farao ainue mkono. Alitoa saa ngapi? At midnight. Bwana asifiwe. Abia mwenzako hata wewe jifundishe kutoa kadi yako ya mwisho ya kusida maadui na kukanyaga activities za Shetani saa 6 usiku. Haleluya. Uliza mwenzako, wewe unatoa kadi yako saa ngapi? Kanoho yako uode. Haleluya. Bwana Yesu sana. Tuendelee pale. Haleluya. Sasa twende Exodus 12. Exodus 12. I'm teaching about the mystery of midnight battle. Hallelujah. In Exodus 12:39, Exodus 12 verse 39. Hallelujah. And it came to pass. Si Mungu akasema kwamba atatokea. Amen. Kwanza alikuwa amereport. Akasema apoe report. Nabia mweza kwa hiyo report. Kuna mambo hufanyika usiku wa manane. Na hata wewe kuna mambo napaswa kufanya. Sasa kama vile alivyosema ya kwamba atatokea usiku wa manane na ataua wasaliwa wa kwanza wote wa Egypt. Kuanzia wa mfalme Farao mpaka watu wa vijijini, wa nyumbani, wa mitani, wa mijini. Haleluya. Na kwa hapa pia nikuguzie kitu kingine. Kwa nini Mungu ikabidi auwe the firstborns? Kwa sababu firstborn ni wa Mungu. Kwa hivyo hata yule hada dedicate wake afanye haraka dedicate. Kwa sababu hakuna mtu angemuuliza. Hiyo nyina wa Ruthi. Nikio Ngai oragire marigitha thitondo ni make. Ona were yakutire ntiri yaku ni ria Ngai. Mundu no uri angehutia kindu giake. Hallelujah. That one is topic for another day. I was talking about even God worked at midnight. Now first chapter 12 verse 39. And it came to pass at that midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on the throne, even and the firstborn of the captive that was in the region, and all the firstborn of the cattle. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let me tell you, the angels of God carry their assignments at midnight. And even the angels of the devil
carry their assignments at midnight. Pia mwenzako habari ndio hiyo. Amen. Maana maandiko yanasema kwamba usiku wa manane Mungu akatuma malaika wa kifo. Kwa hivyo malaika wa Mungu wa assignment, wale wanaleta special report either baya ama nzuri, they are sent at midnight. Hallelujah. Kudhibitisha ya kwamba hata malaika wanafanya aseme saa usiku. Bwana asifiwe sana. Hata yule malaika alikuja kuleta ripoti ya kwamba Yesu amezaliwa. Akaenda kwa wachungaji usiku. Hallelujah. Alileta ripoti at midnight. Kwa hivyo Mungu akaamka usiku wa manane. So it is very dangerous for a Christian not to be awake at midnight. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Yesu akasema ya kwamba hallelujah, hallelujah, akasema keep watch and pray at midnight hour. Hallelujah. Akasema kwamba kaeni na mkeshe. Kukesha ni kukaa alert. The meaning of kukesha. Hallelujah. The meaning of keeping watch ni kuwa masaa ya maombi, uko kwa maombi. Akwambia kwamba hata kama mwenye nyumba angejua lile lisaa mwizi atavamia, hallelujah, hangelala. Kwa hivyo Mungu mwenyewe akaamka kuua usiku wa manane. Yesu naye akapeana mfano mwingine, akasema ya kwamba hallelujah, kuna mtu alienda sabani lake mchana akapanda mbegu mzuri. Lakini usiku wa manane wakati watu walifanya nini? Walilala. Yule muovu akakuja akafanya nini? Akapanda magugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Biblia inaandika very specifically? Na kila neno limetumwa hapo liko na maana. Anasema ya kwamba lakini usiku walipolala. Kumaanisha ya kwamba kama hawagelala yule muovu hangekuja kupanda mbegu usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Abe mwenzako hata kuna mambo yalifanyika ukiwa umelala usiku. Kuna shida ilipandwa, kuna poverty ilipandwa ukiwa umelala. Bwana Yesu asifiwe sana. We shall see various things that happen at midnight. Hebu kwanza niwape mifano kadhaa ya Biblia just to back what I'm saying. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona ya kwamba usiku wa manane Mungu naye akaja. Hallelujah. Akaua. Kwa sababu hiyo ndio ile time the ages of serious assignments. Yale malaika wanapewa zile assignment kubwa. Na ukumbuke kwamba nimesema mara nyingi hapa ya kwamba the devil is not a creator. He does not have an idea. What he does, he counterfeits everything he sees happening on the other side. Yani Shetani huwa anakopi kile anaona kikifanyika kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba sikia hapa. Hata yeye vile huona Mungu akituma malaika wake usiku, hata yeye malaika wake wa giza wanatuma usiku. Ndio maana Yesu akasema ya kwamba obey me that hour that you may not feel temptations. Have you ever discovered that most attacks are planned and executed during the midnight hour? Je, unajua kwamba hallelujah, ataki nyingi, vita nyingi na ataki za kiroho hupangwa mchana, lakini at midnight it is executed. Brother Fred, I hope you can remember even that's the same hour. Amen. Hata Bush ni nani? Obama alituma majeshi wake wakaue Osama bin Laden. Osama bin Laden was killed at midnight. So it happens in the physical and in the spiritual. In the book of Job 27:20. Kitabu cha Ayubu. Job 20 and I confirm the same. Anasema terrors take hold on him as waters. Attacks are planned and executed during midnight hours. Sasa Job anasema terrors take hold on him as waters. The tempest steals away in the night. Do you know, even medically, doctors have proved ya kwamba
the 70% ya watu ambao hukufa kwa wards huwa wanakufa between midnight and 3 a.m. Manifest sana. I don't know whether you can confirm that. She's a medical practitioner. Let her prove that the same. Just prove my sister. That's true. Ufanya kazi hospitali. Wameprove hata kwa medical records. Ndio kutagia kwamba mnaenda mnaona mtu wenu. Na hata mnaongea naye, lakini mkikuja asubuhi mnaambiwa alikufa masaa hayo. Kumaanisha kwamba as much as kumaanisha kwamba malaika wa kifo. Yani Shetani akaona Mungu akiua watu wake usiku. Akaona Mungu ako na legal right ya kufanya kazi za mauaji, ya kuwa maadui wake usiku, through the angels of death. Kwa hivyo naye anajua that's the time. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakasema kwa hiyo saa at least hata kama ni between midnight and 1 a.m. at least ukae ukiomba. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Ayubu naye akasema ya kwamba mambo hufanywa mchana lakini magaidi hunivamia usiku. Daudi akajua siri ile ile. Nimesema nataka kuwapa mfano kwanza. Daudi naye akajua kwamba that hour atakuwa akifanya kitu moja. Bwana asifiwe sana. Sikia vile Daudi anasema. King David, this is a king. But even in his palace, there was no single time David was asleep at midnight. Na ni mfalme nako katika palace na kuna kila kitu. Midnight, there is no single day katika maisha ya Daudi alikuwa amelala usiku wa manane. Sikia vile anasema hapa yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje katika Psalm 119:62. Hii nataka tusome pamoja. This is what David was doing daily. And it's my prayer that it can be our custom. Psalms 119:62. Hallelujah. This is what he's saying. Amen. At midnight, I will go to give thanks unto God because of his righteous judgments. Amen. Read it in your Bible. Sasa yeye anasema kile atakuwa akifanya. Kwa hivyo anafanya kiapo. Anasemaje? Hallelujah. At midnight, that is Psalm 119 verse number 62. At midnight I will rise. Kumaanisha kwamba kusema ya kwamba atarise ni kumaanisha kwamba hata kama atakuwa amelala saa 5, ikifika midnight ataamka. Na akiamka anaenda kufanya nini? Sio kuangalia movie. Amen. Ambia mwenzako sio kuangalia movie ama YouTube ama TikTok ama, lakini hazikuwa siku hizo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atamka kufanya nini? Hebu mtu mmoja asome kutoka huko tudhibitishe. Usiseme labda kwani ni Biblia yake inasema hivyo. Haleluya. Huyu Daudi anasema vile atakuwa akifanya midnight. Mtu mmoja asome pale. Peana mic pale. This is a king, not an ordinary person. One 1962. Shukuru. Kwa sababu ya hukumu zako za haki. Rudia tena, Daudi mfalme anasema hivyo, Psalms 119 verse 62. Katikati ya usiku nitaamuka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Katikati usiku nitafanya nini? Nitaamka. Nifanye nini? Nikusifu usiku. Hallelujah. Ukisifu usiku na kuomba usiku, katika ulimwengu wa kiroho unasababisha earthquake. Na kama kuna vifungo vilikuwa vinafunguliwa vinaachiliwa. Paul and Silas wakajua the same secret in the book of Acts. Biblia inasema kwamba amen, the book of Acts. Amen. And at midnight, tell your neighbor, and at midnight, Paul and Silas were praising in prison. Yani Paulo na Sila usiku wa manane na wamefanya nini? Wakaamka. Wakaanza kufanya nini? Kusifu. Usiku na manane na kuomba. Thina ni kukoma. Hallelujah.
Hebu tigiza mwenzako mwambie shida ni kulala. Unakafogose. Bwana Yesu asifiwe. And at midnight, Paul and Silas were praying and praising God. And the Bible says, and what happened? Another quick. What? Another quick. Githigithia ikakuja ikatigiza mpaka milango ya prison. Mpaka manyororo yaliyokuwa amewafunga na milango ya gereza. Paulo na Sila. Hallelujah. Look at that mystery. Milango ya gereza ya machuma. Hallelujah. Ikatigizwa kwa watu ambao walijua siri ya usiku wa manane. Kuna mambo kwako itabidi tu utigize usiku wa manane. Nasema kuna mambo kwako itabidi utigize usiku wa manane. Nasema kuna mambo kwako itabidi utigize usiku wa manane. Hallelujah. So midnight hour, if you are praying, my brother, it causes earthquake. Na ukisoma hiyo story, Maandiko yanasema kwamba walikuwa wamefugiwa the most inner cells. Na si kufugiwa tu, walikuwa wamefugiwa, hallelujah, na milango ya chuma 7. Not only that, yani kwani walikuwa hatari aje yani? Na wanalindwa. Na kado na hiyo, hallelujah, wanafungwa na manyororo miguu na mikono kwa vikingi vya chuma. Lakini zote, mpaka vikingi, mpaka minyororo, mpaka milango ya gereza, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. I wish you can have a person who can know the secret. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo iko Acts 16:25. Hebu tukaisome. Acts 16:25. And at midnight, Paul and Silas prayed and did what? And sang praises unto God. And the prisoners heard them. Yani mpaka wakasikika. Hawakujali kusikika. Nani wewe dada kuigwa nene iba? Hallelujah. Nimesema na dada ginya kuigwa nene iba ni wendete thayo. Gia thayo. No na wewe saitani hindi ono gukonyara konya. Bwana Yesu asifiwe sana. And Paul and Silas were praying at midnight, and the prisoners heard them. And suddenly, somebody say suddenly, malagafla. And suddenly what happened? Another quick. So that the foundations, hallelujah, the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors opened, and everyone's hearts were loosed. Look at some things that happened at midnight. Maandiko yanasemaje? Hallelujah, another quick. And then what? The foundations. Hallelujah. What does it teach us? There are even some foundational things that for our lives that can be shaken. Ni kama hujasikia vizuri. Nimesema if you embark on midnight prayer, kuna some foundational curses ambazo tumekuwa tukifundishwa hapa that can be shaken. Maandiko yanasema kwamba even the foundations, sikia, the foundations of what? Of the prisons were, what else happened? Hapa kuna meaning tatu za kiroho kubwa sana. Jambo la kwanza, another quick, it is shake foundations. Kwa hivyo kuna watu wameshikwa na foundational curses. Kuna watu wameshikwa na foundational covenants. Kuna watu wameshikwa na foundational altars. Hallelujah. About which the prisons. Prison ni mahali pa kufunga watu. Kwa hivyo kuna vifungo vingine ambavyo vimekufunga mikono. Hallelujah. Vimekufunga mikono, huwezi tembea. Vimekufunga mikono, huwezi pata pesa. Vimekufunga mikono, huwezi hata tajirika. Vimekufunga mikono, hata huwezi inuka. Vimekufunga miguu, hata huwezi kutembea kwenda mahali ya baraka yako iko. Maana Paulo walikuwa wamefungwa mikono. Paulo alikuwa amefungwa hata miguu. Bwana Yesu sana. Unajua mfungwa hana chake. Mfungwa ni mtumwa, hana cha kujifanyia. Ako at the mercy of the prisoner. Hallelujah.
lakini hawakuachiliwa na president ya Amnesty. Bwana Yesu sana. Hawakuachiliwa na apila. Maandiko yanasema ya kwamba waliachiliwa na nini? Usiku wa manane wakakataa kulala. Usiku wa manane wakakataa kulala. Niguzie watu watatu, mwambie kuanzia leo usikubali kulala. Mwambie kuanzia leo usikubali kulala. Mwambie jifanye personal deliverance. Mwambie jifanye personal deliverance ya foundational issues, foundational curses, foundational barriers by praying at midnight. Abia mwenzako jiletee adhikwiki kwako. Abia mwenzako umelala sana na hakuna kitu zigizi umekupatia, ni kufungwa tu. Shetani anaua watoto wetu, anamaliza ndoa zetu, ila hali no. Hallelujah. Abia mwenzako at least 1 hour. The Bible says, and the foundations. Hey, somebody shout foundations. You see, unaona nyumba vile iko. Hii nyumba iko very strong. Amen. Na Bwana anatuambia kwamba ilijengwa na nani? Na Jews. But ukitaka kuagusa hii nyumba, enda foundation mahali moja kwa utingize. Hii nyumba yote coming down. Hallelujah. Hey! Maana ukigongea hapa katikati itabaki imesimama, lakini ukitaka kuyagusa, go to the foundations. Bana sana. Those people who are those people who can remember the 208 bomb blast events, because I believe majority wengine hapa walikuwa watu wakubwa na labda walikuwa Nairobi. Bana sana. Huwa inasemekana ya kwamba ile bomb iliagusa American Embassy pale. Ni vile hawakuweza kuipress mahali walikuwa wamepanga. Naambiwa ya kwamba kuna mtu, there's a certain man of God who was working in the next building. Aniambia kwamba walipokuja na ile pickup, walikuwa nataka kuingia katika basement ya hiyo building. Hallelujah. Kama ingeingia katika hiyo building, itigize foundation, zile nyumba zote zingekuwa 100 km radius zote, they could have been flattened. Hallelujah. The foundations. Bwana asifiwe. So that's why you find ya kwamba tunapo kwamba hata mambo zingine, unless we do them from the foundation. Even the Bible says that the foundations of that can be shaken. So when the foundations are shaken, everything is shut down. So if midnight prayer, oh marabasa kayanda, I say if midnight prayer can shake, hey my brother, if it can shake the foundations of a prison, I believe from today, if you know this secret, no foundation of problems should remain after today. I say no foundation of problems will remain after today. I say no foundation of covenant eating your life or the life of your children shall start from today. Inaitwa the midnight battle. Abia mwenzako vita ya midnight. Mungu akaipigana. Hallelujah. Akaipigana, akaua. Paulo na Sila wakapigana nayo, wakajiachilia kutoka prison. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka kusema kitu moja. At the quick seek the foundations. Hallelujah. So Paul and Silas knew the secret of activating heaven. Let me tell you, the secret of activating heaven to sudden operation. Yani ukitaka bingu irespond suddenly, ukitaka bingu ifanye kazi suddenly. Hallelujah. Ukitaka ulimwengu wa kiroho ufanye kazi suddenly, know the secret of midnight prayer and praises. Maana maandiko yanasema ya kwamba Paul and Silas, hallelujah, were praying at midnight, and the Bible says and suddenly. Whisper to your neighbor, suddenly. Mwambie kwa Kiswahili, mara ghafla.
Mwambie kwa lugha yako, suddenly, oreo. Hebu sema kwa lugha yako. Yani boom mara moja. Yani hold for long. Boom, hallelujah. Hey! If you need suddenly thoughts. And suddenly. Kisuri kinatumia neno gani dada yangu? Hiyo Acts 16. Nataka tuone neno suddenly. Inasema ghafla. Ghafla. Hebu uze mwingine mwambie ghafla. Huyo mwingine kwa Kiingereza suddenly. Watatu kwa lugha yako. Ndugu yangu Alex, hebu niambie kwa lugha yako suddenly ni? Kama umesahau, sawa. When you half. Buju, kwa lugha yako suddenly ni? Yeah. Yani hamjui mother tongue. Kai. Bwana asifiwe. Hallelujah. Imeandikwa with a reason. The word suddenly imeandikwa with a reason. When they were singing and praising, can you say and suddenly? Sema tena, and suddenly all the foundations. Kumaanisha, my sister, no matter how many years or centuries or decades the foundation could have been there, suddenly they can be shaken by the power of prayer and praise of midnight. Haijalishi umefungwa muda gani. Haijalishi hiyo laana imekula watu wangapi kwenu. Haijalishi hiyo laana imefanya watu miaka nenda miaka rudi hawaolewi na wakiolewa hawakai. Haijalishi. No matter how strong, not just how strong, no matter how old, the foundations have been there. I have good news for somebody today. I say I have good news for somebody today. If you know the secret of midnight prayer, angalia vile hata Mungu alivyong'ang'ana na Firauni mara nyingi. Firauni anang'ang'ana na Mungu, lakini mara Mungu akajua, I am tired of this man. I'll pull the last candle. Akaambia wana wa Israeli, usiku wa manane amkeni mchinje the lamb. Maana at midnight, look, the same hour they were eating. Masaa ya kwanza walikuwa wanajiandaa. Ndio by midnight wao wamemaliza kula na wamepaka damu kwa milango. Maana usiku wa manane Mungu akamsa malaika wa kifo, rise up. I say rise up. Go and do the activities. Can I tell you? Even some of the diseases, zingine mysterious. Even some diseases like cancers, growths, whatever. Sijui ziko kategoria gani. It has been proved spiritually that some of them come from some bad dreams that we dream at night. So when you are told, pray that you may not fall in temptations. Because when you don't pray, from 3 a.m. mpaka asubuhi, ndio nakuta ndio watu wanaodotaga ndoto nyingi baya. Na hata zile nzuri za Mungu zinakujaga that hour. Hallelujah. So that is the most active hour of spiritual activities. And that is the hour about na wewe unapaswa kuwa umejihisi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. The devil raises his squad of evil demons to start working at midnight. God also assigns his angels to work at midnight. Hebu sikia hatari iliyoko kwa sisi waumini ambao hatujui hii. Maandiko yanasema ya kwamba my people shall perish as a result of knowledge. Na Yesu siku moja akasema kitu kilinisagaza katika Biblia. Yesu akasema ya kwamba ameona ya kwamba, haleluya, wana wa giza wako na Yesu akiuga ati ciana cia nduma ni njugi gukira ciana cia utheri. Kwa sababu wao, they know the power of midnight battle. The witches, the sorcerers, hallelujah, the dark angels of darkness, all of them know the power of midnight.
even robbers. Mabandits wanaibaga usiku. Kwa nini tunaogopa kwenda usiku? Haleluya. Mbona kuna masaa ikifika ikuwa kwa mtu after midnight, kama huna gari hutaenda nyumbani. Juu hiyo masaa between midnight, that's when the gangsters are. Kwa hivyo hao wanajua masaa yao ya kazi. Amina. Lakini wana wa nuru. Lakini wana wa nuru. Sasa sikiza. Nataka uone mahali ambapo wanatuwezea. Wao, amen, wanajua time ya kutuma nini? Malaika wao. They don't sleep. Lakini sisi tumelala. Because God, listen, I'm not getting controversial, but I want you to see the difference between the workings of the devil versus the workings of our God. Bwana asifiwe. Hallelujah. God cannot summon his angels to work for you unless you ask. Sikia hapa. Are you getting me the other side? God can never do anything until you pray. God can never summon his angels to come to you unless you pray. But you don't need to pray for the devil to attack you. Amen. Can I tell you another thing? Bwana asifiwe. Mungu hawezi tumia mtu kama hajajipeana kwake. Lakini shetani anatumia watu bila kujipeana. That's hapo ndio pambaya. Amen. Ndio zako Mungu hawezi kukutumia. Mwambie Mungu hawezi kukutumia bila kujipeana. Lazima umkubalie. Lakini shetani watu wengi wanatumia shetani bila kujua. Haleluya. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, nikulete mahali pengine. Maandiko yanasema, maandiko yanasema ya kwamba, amen, na ukumbuke ya kwamba maandiko yanalinganisha shetani na nani? Na mwizi. Kwa nini Mungu anasema? Kwa nini maandiko yanasema ya kwamba mimi Mungu ama Yesu ninabisa nini kwa mlango wako? Kwa mlango wa moyo wako. Ukinifungulia nitafanya nini? Nitaingia. Kumaanisha God can never come to your life, my sister, until you leave. Nikikuja kwako hata kama unanijua, nikibisa mlango ukatae kunifungulia, si nitarudi nyumbani. Lakini mwizi anangoja kufunguliwa. Hallelujah. That's what I'm explaining. Mary, mwizi anahitaji kufunguliwa. Anaigiaga na force na mpata ndani. Kumaanisha Mungu, hallelujah, hata hawa malaika hata kutumia. Bwana Yesu asifiwe. Unless uwe umemkubalia kwa kuwa ukiomba. Lakini shetani hataki ruhusa. Ndio maana tunavamiwa usiku kama tumelala. Yesu akapeana mfano akasema ya kwamba na mpanzi akaenda akapanda mbegu mzuri. Lakini sema lakini walipo lala yule muovu akakuja usiku. Spiritual slumber is our greatest danger. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So the counterfeit angels of the devil work at night, but the real angels of God as well work at night. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Usiku wa manane. Kitu kingine kinafanyika usiku wa manane. It's what we call divine exchange. Ukilala kunafanyika kitu kinaitwa divine exchange. What is divine exchange? Bwana asifiwe. Watu wengi baraka zao, watu wengi kazi zao, watu wengi breakthrough zao, watu wengi testimony zao wakilala, they are exchanged at night. Kuna hadithi nyingine kwa Biblia, hallelujah, about Solomon. Ilibidi apeane puzzle. Wale wamama wawili ambao walikuwa, maandiko yanasema ya kwamba wale wamama wawili
ambao walikuwa wamefanya nini? Wamelala pamoja. Bwana asifiwe. Mmoja akalalia mtoto akakufa, akaamka usiku wa manane, aka exchange mtoto, haleluya, wa aliyekufa, akamu exchange usiku baada ya kulala. Isipokuwa ni wisdom ya Solomon asubuhi, wakati alipoti ile kesi, kila mmoja akaona mtoto wake amekufa. Alipoona mtoto wake mkufa, akagoja mpaka mwenzake amelala for usiku. Haleluya. I believe kila mtoto alikuwa na kakoti yake. Kikatanda ka mtoto kanaitwaje? Baby coat. Amen. Because sielewi, maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wamelala kitanda moja. Kwa hivyo ndio mtoto abadilishwe usiku, ni kumaanisha kwamba wao ndio walikuwa wamelala kitanda moja, lakini watoto walikuwa at different cots. Akaona mwenzake amelala usiku wa manane, akaenda akachukua mtoto wa yule aliye hai, akaweka katika kitanda cha mtoto wake, na yule aliyekufa akaenda akaweka kwa kitanda cha huyo aliye hai. Walipoamka asubuhi, wakawa wanaulizana, mtoto ni wa nani? Mtoto ni wa nani? Mtoto wa nani? Hiyo kesi kapelekewa King Solomon. Amen. Sasa ndio ajue mtoto ni wa nani. Maandiko anasemaje? Akasema sababu kila mtu anasema ni wake, kila mtu anasema ni wake, tutafanya hivi, huyu aliye hai sababu tujui ni wa nani. Akasema kaitisa panga. Akasema wacha tu separate, kila mtu aende na kipande. Hiyo ni wisdom. Sasa aliyekubali akajulikana, huyo sio mwenye mtoto, anataka hata mwingine akufe, maana akikatwa si atakufa. But the bottom line is, hata hiyo exchange ilifanywa usiku. Ndio mezako, si hata labda yako ilibadilishwa usiku. Mwambie nikiangalia vizuri. Hebu mwangalie kwa macho. Mwambie nikiangalia vizuri. Mwambie nikiangalia vizuri. Hata baraka yako ilibadilishwa usiku. Haleluya! Mwambie usimwogope. Mwambie hata nikiangalia vizuri. Mwambie si hata sasa unalala, ni wakati wa neno. Mwambie nikiangalia vizuri, yako ilienda usiku. Amen. Yes. Bwana asifiwe. I wish I can remember that scripture ambayo inasema ya kwamba hata maombi mengi ya familia na kupata family partner inafanya kazi usiku. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na hata hapo ndio alibadilishwa. Amina. Mwambie kwa hakika nikikuangalia, wako alienda usiku. Hata wengi wanakaga na watu wanawatesa sababu sio yule wao. Yule wao alibadilishwa. Biashara za wengine zilibadilishwa. Hatima za wengine zilibadilishwa. Because mtoto, hallelujah, the child speaks of your future. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Midnight prayer. Tell your neighbor, midnight prayer. It does a lot. Hallelujah. Divine exchanges happen at night. Hallelujah. The enemies of counterattack what at night. Hallelujah. Spiritual engineering inafanyika usiku. So what is, hebu nimeweza na kusema, what should be the midnight prayer for? Hallelujah. The midnight hour is the time to counter and destroy any evil altar that has been raised up against you. The midnight prayer, the midnight hour should be the hour to destroy any evil altar, to destroy any evil altar that has been laid. Hallelujah. To destroy. Paul wakajua the only hour to destroy the altar that was holding them from preaching the gospel. Amina. Wengine wetu kuna altar
zimewahold wasihubiri. Wengine wetu kuna altar ama prisons, maana altar I can call it a prison. Kuna wengine huduma yao tu ni altar imefunga. Kuna wengine doa yao ni altar tu imefunga. Blessed be the name of the Lord. Paul na Sila wakafugiwa tu na prison wasifanye kazi, but they knew the secrets at midnight. They woke up. Hallelujah. So as I'm telling you somebody today, midnight hour is the hour. Hallelujah. To destroy every evil altar. Hallelujah. Number 2, midnight hour is the time to recall and break all incantations against you. What are incantations? Incantations are the evil words that are spoken to curse you, to bind you, to paralyze you. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people who have been given power to speak words that are poisonous. And these are the people ambapo hata Daudi siku moja aliomba Mungu, akaambia Mungu ya kwamba God save me, hallelujah, from those. In fact alisema deliver me from those with striving tongues. Hallelujah. Na kwa sababu alijua kuna watu ambao hufuga watu kwa maneno. Mundu agetinda agekuhamuthenya, my sister. Hallelujah. Yale maneno yote yamesida kiachilia ya kukufunga, kusema utakuwa useless, ukiomba maombi maovu, ukiomba maombi ya kisetani, ukifanyiwa even evil prophecies, zote zinakaa holding. Sababu hizo ni begu. Kumbuka maneno ni begu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa zote hukaa katika hali ya hewa. They are just there standby waiting for you to sleep at night. Hallelujah. Wanaweza kushinda wakikurani the whole day. Between ile time, hata mtu akikurani asubuhi, hata mtu akurani saa 4 asubuhi, hata kurani saa 7 Pastor Alice. Hallelujah. Zote zinakaa kwa hewa mpaka usiku. Ukilala, yule mwovu anakuja na pada ile begu ya maneno. Bwana asifiwe. So midnight hour now should be your hour now to break. Wale wote walikurani mchana, wale wakufugu mchana, nawe saa hiyo amka, anza nawe kujifungua, anza kunena na dimi. Wake up at dinner, start riba sanda bakayando. Kama hujui hiyo, amka, anza kusifu, anza bakuomba. Sasa yale maneno yote we walipanda. Let me tell you what happens with words. Let me tell you what happens with words. Every word released is a seed. Listen what happens. Hallelujah. Any word you speak inaachiliwa katika mbegu ya kiroho. Now, the devil and his angels wanachukua hiyo maneno, wanagoja ulale usiku, wanakuja kukuataka. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana maandiko yanasemaje in the book of Hebrews 13, is it 13? Mnifungulie, si 13 ama 12. Kuna kitu nataka kufundisha pale about words. Nigetha dukana kile midnight. Make sure you are talking or you are saying something. That says, is it 12? Since we are surrounded by such a... endelea. Dio, I think is it 12 or 13? Pastor Alice, can you help me? Hebrews 12 or 13. Wilfred, that says that seeing that we are surrounded by such a crowd of witness. Yeah, chapter 12. Somebody lead. Yeah, it's 12. Alafu turudie na Kizungu. Sawa. Tuanze na Kizungu kwanza. Okay, let me read this one. Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. No, sio hiyo. Ile inasema ya kwamba now that having Jesus, is it in Ephesians? Inasemaje? Jesus, okay, now seeing that we have a high priest of our confession. Yeah, somebody go that one for me. Seeing that we have a high priest of our confession, Jesus Christ, let us hold fast to our confession.
Somebody get me that one. Yani, haleluya. Ya kwamba tuko na kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Kazi ya kuhani, it is to minister. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba tufanye nini? We hold fast our confession. It is Hebrews 4. Yeah, 4, okay. I did it. Therefore, we have a great high priest ascended into heaven. Tuko na high priest mkuu ambaye ako mbinguni ni Yesu Kristo. Just the God. Let us hold to the faith we profess. So then, let us hold fast to the faith that we confess. Now, from Greek, it says, let us hold fast to our confession. Confessions is the words we speak. To confess is to say something. Hallelujah. But the word confess, hallelujah, if you go to Greek, confess is saying the same thing as God says. Saying the same thing as God says. That is, unasema kama vile Mungu anavyosema. Mungu anaposema umebarikiwa, ni hivyo. Unasema kama yeye, unapokea uponyaji. Hallelujah. Bwana asifiwe. Now, kwa nini tunapewa hiyo warning? Ya kwamba kuona ya kwamba tuko na, hapo nilikuwa nataka kuja. Kwa nini tunaambiwa kwamba tuko na kuhani mkuu kwa sababu tuna kuhani mkuu Yesu Kristo ambaye ako mbinguni. Amen. We hold fast to our confession. And we be careful what we confess, because this is what happens. Maneno yote mabaya ya kulaani na ya kufunga yanagojewa usiku wa manane. Shetani anachukua, anaenda anaachilia hiyo laana, anapanda hiyo mbegu inamea. Mtu akikulaani mchana, all those words wait until midnight. Then the angels. Now, kama vile upande wa Mungu, Yesu naye anachukua maneno yote mazuri na anaifanyisa kazi hata yeye at midnight. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why, hallelujah, sikia kina nasema, the Bible says, and Paul and Silas were praising God at midnight. Hallelujah. Nataka kuimagine mtu ambaye amefungwa ana praise God. Yani anasifu Mungu, hakomplain, hararamiki. Abia mwenzako hapo ni pengine tunajifunga. Kama ni Mkristo wa leo afugwe kwa sababu ya injili. Hai. Hebu niambie kungekuaje? Kayo waliko. Mungu kupona ukakubali. Lakini yeye, hallelujah, the Bible says, and in everything, hallelujah, let us give thanks unto God. In everything, let us give thanks unto God. Kwa hivyo hawa jamaa hata kama wamefungwa, Bwana, hallelujah, wakatoa maneno ya kusifu. Na ndio hata Daudi anasema, hata mimi nitasifu. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako, sifu Bwana katika matatizo, sifu Bwana katika uchungu, sifu Bwana katika magonjwa. The Bible says in everything. Kumaanisha aje? Hata kwa magonjwa fanya nini? Sifu Bwana. Hata kama ukisoniesha wanakufuata, hallelujah, sifu Bwana. Hata kama unalaaniwa, unawadhine kanio, sifu Bwana. Lakini sisi tunafanyaje? I hope hapa kuna wale wa mama ale moe kwenyita third floor ni haha kana kakobeka kana ni kumenya ni niera kumurokera kumuruma. No way. Bible inasema katika kila jambo. Mom, katika kila, hata ukifanywa nini. So that's what Paul was doing. Kumbuka Paulo asira kufungwa kwa sababu ya kitu kingine. Hakuwa amekon mtu. Sister Mary, hakuwa ameibia mtu. In fact, what did they do? Ni pepo walikemea. Maana kuna dada moja ambaye alikuwa na spirit ya divination. Kwa hivyo divination haijaanza sasa, it is as old as the Bible, my brother Wilfred. Haijaanza sasa. Amen.
Maana yule dada alikuwa anatumia spirit ya divination. Anatabiri watu mambo ya. Watu walikuwa wanatoka kila mahali wanakuja kutabiriwa, anaambiwa kutakuwa hivi. Na Biblia inasema ya kwamba hata familia yao wakapata pesa sana. Na hata huyu dada kupitia hiyo roho ya divination, Maandiko anasema ya kwamba akaanza kufuata Paulo na Sila. Anasema ya kwamba na hawa ni watumishi wa Mungu. Kwa hivyo hata divination wanajua ni mtumishi. Bwana asifiwe. May I speak to somebody? Lakini Maandiko yanasema baada ya siku mingi Paulo akadisani hii roho. Na Silas wakaikemea ikato mutuo giiteka. Haleluya. Mutuo giite. Sasa watu wao ambao walikuwa wanakula kutokana na hiki kipawa ndio waliweka Paul and Silas ndani. Haleluya. Lakini baada ya kulalamika meni uragia gaima wale koma magekeka. Haleluya. Mundu wori ya Ngai uguo guoko iguru wari kumaya magikika. Ucokia ngatho mekikire. Haleluya. Ndari wari kungitigwo. Cokia ngatho tondu watigirwo. Uria wagiriire oke. Pigia Bwana makofi. Shukuru Bwana sababu uliumizwa ndio uponyaji ukuje. Haingetuturaga niliumizwa, nilifanywa, get out of there. Shukuru sababu uliumizwa. Don't ask God why me. Ask God why not me. Ambia mwenzako kuanzia sasa. Uliza Mungu why not me, but not why me. That is the attitude. Amen. That is the attitude. Now, I want you to see a man who is in prison. Kama sahi nifungwe kwa kuhubiri. Hey. Bwana asifiwe. But the Bible says, and at midnight, Paul and Silas. Daudi anasema ya kwamba at midnight, meaning midnight to you should be the hour of praying and praising God. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kama una watch movie mpaka midnight, lala saa 4. Mwangalie, mwambie lala saa 4. Wachana na movie. Ndio midnight uamke. Uombe na usifu Bwana. Ukiamka. Ambia mwenzako ukiamka utakuta maadui zako zote wameshindwa katika jina la Yesu. Asema katika jina la Yesu. Kile kilipotea, amka leo kitishe kirejeshwe. Haleluya. Zile foundations zimekufunga, amka leo siku ya manane. Cause another quick. Can I tell you? It is not God who brought earthquake. Hallelujah. It is the prayer of midnight ya Paul. Hallelujah. Abia mwenzako wenda Ngai yoke na ndagatumane. Wanaelewa hiyo lugha. Abia mwenzako ukitaka Mungu akuje ghafla, pray. Amen. Huyu amabia vizuri hoya. Bwana Yesu asifiwe. Ripoti zote mzuri hutumaniwa usiku wa manane. Ripoti zote baya mzee hutumaniwa usiku wa manane. Haleluya. Mambo yote ya kiungu yanafanyika midnight. Mambo yote ya kisetani kumaanisha midnight. In the both kingdom, Alex, kwa upande huu na huu ndio mambo hufanyika. That's why even Jesus was born at midnight. Hallelujah. Even Jesus was born at midnight. Hata malaika waliotumwa kuleta ripoti. Hallelujah. Na hata wachungaji waliletewa ripoti ya kuzaliwa kwa Yesu. Sababu maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wanachunga ng'ombe usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sini wachungaji ndio wali is it who is reported first? Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, the book of Luke. The Bible says, and the shepherd, amen, walikuwa wanachunga ng'ombe. Si ni ng'ombe ama ni mbuzi? Ni kondoo. Biblia hakuna mimi naongea kuhusu hai.
Biblia mwenzako hakuna mali Biblia inaongea kuhusu kuchunga ng'ombe ama mbuzi, ni kondoo. Sababu sisi ni kondoo. Haleluya. Hata sisi tunawachunga usiku tukiwaombea kama mmelala. Hiyo ndio kuchunga. Amen. Wachungaji. Ile lugha ya kila wachungaji ni nini? The pastors. Kila kitu katika Biblia kina spiritual meaning. Nao wachungaji walikuwa wanachunga mbuzi. Mama Ruth, niwe nataka tuseme na wewe. Wachungaji walikuwa wanachunga kondoo. Wachungaji ni kina nani? Na kondoo. Jipigie makofi. Wakaletewa ripoti usiku. Kumaanisha nikikuombea usiku, ndio inaambia kwamba Mungu anakuja kukubariki. Ndio ninaletewa message yako, lakini nikilala. Mary, kama niko alert at midnight nikikuombea. Haleluya. Ndio nitaletewa ripoti ya kwamba ile yako imefunguliwa mbinguni. Ile amina. Wachungaji wakawa wanafanya nini? Wanachunga kondoo usiku wa manane. Naye malaika Gabriel akakuja. Akamwambia nimewaletea nini? Nitafutia hiyo katika Luke chapter 2. I just want to prove this. Yes. I can see a heart being raised there. Luke chapter 2. Somebody give you, mpatie mic. Luke chapter 2. Sijui ni verse lakini angalia hapo. Luke chapter 2 verse 8. And in that region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. Hey, read again. Hear that. And at that region, And in that region there were shepherds out in the field. There were shepherds out in the field. Kwa hivyo hawakuwa wamelala. Endelea. Keeping watch over their flock by night. Look again. Koja tu hapo. Keeping watch. Keeping. Sema kwa sauti. Keeping watch over the night. Yani hawakuwa wamelala. And because of keeping watch, what happened? And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. A minute. So when you keep watch, the angels of God will come upon you, and even the glory of God shall come upon your life. Si useme amina. Ukiona wale watu hawana utukufu, ni wale hulala usiku. Hakuna amina kwa hiyo. Ukitaka utukufu wa Mungu, hata ukiwa 60 unakaa 40. Haleluya. Kaa watch at midnight. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia Sister Mary? If you want to look 18 at 23, utukufu huja usiku. Haleluya. Na katika turudi. I want you to see things that happened. And the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the glory of the Lord shone around. Let us all together. And the glory of the Lord shone around them. Na utukufu wa Bwana ukawazunguka. Abia mwenzako, inahitaji uombe utukufu kuzunguke. Abia mwenzako, kaa watch usiku, utukufu kuzunguke. Utukufu uzunguke. Na ikawa ya kwamba wamekaa watch usiku. Haleluya. Na malaika akaja, na utukufu wa Bwana ukawazunguka. Halafu kukafanyika nini? And the angel said to them, malaika wakaleta ripoti wakasema, Be not be afraid. Do not be afraid, for behold, I bring to you good news of great joy. Sikiza. Good news of great joy. Somebody say good news of great joy. Not bad news of crying. Amen. Kumaanisha good news comes at when you are doing something, when you are keeping watch.
Sasa nao wakaletewa good news. Sasa wacha tusikie the good news. For behold, I bring you good news of great joy, which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Hallelujah. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa nini waliletewa ripoti? Kwa sababu wao kulikuwa na wachungaji wengi sana Israel usiku huo. Amina. Kulikuwa na wachungaji, maana they were pastoralists. The background of the Jews were pastoralists. Hallelujah. Hakuna kazi, yani walikuwa ni kama Masai. Kuna wale na wengine walikuwa ni wakulima wa mzabibu. Kwa hivyo kulikuwa na wengi sana. Lakini hawa, what made them be visited? Kile kilifanya watembelewe, not because they were better than any other. The only qualification that brought their visitation, it is because when all the others were sleeping, were keeping watch at night. Hallelujah. I say they were keeping watch at night. Tell your neighbor, if you want divine visitation, say it a bit louder. If you want divine visitation, if you want an encounter, keep watch at midnight. The same night, the same hour. Watu wengine now, hallelujah, they are called the Magi or the wise men. Now sababu walikuwa wamelala, nao wakaonyeshwa nyota. Hello. Na wakaonyeshwa Bwana asifiwe. Kumaanisha hata nyota zinaibiwa usiku. Kuna watu nyota zao ziliibiwa. Hallelujah. Na kwa hivyo hata njia ya kurejesha nyota bado ni kuamka. Wakaletewa ripoti. Na walipoletewa ripoti, maandiko inasema ya kwamba hawakulala, wakaamka hapo hapo. Hallelujah. Wakaamka usiku huo huo na wakaenda wakakuta aliyezaliwa, na wakaambiwa ya kwamba hii ndio ishara ukiwa mtu, hallelujah, wa kukeep watch, God shall give you the signs of the times. I say God shall give you the sign of the time. I say God, my sister, shall give you the sign of the time. Wakaambiwa ya kwamba na mkeni muende na mtaona ishara, na hii ndio ishara. Hallelujah. Mtaona mtoto, hallelujah, ambaye amefungwa na mavazi ya mtoto, lakini tofauti yake na watoto wengine ni ya kwamba amelazwa katika hori la ng'ombe. Meaning, hallelujah, you get the spirit of perception, you get the spirit of discernment, you see a sign, you see a wonder. Hallelujah. If you want God to give you signs and wonders of what is happening, of the light people, of the light season, my dear believer, I want to finish by telling you, blessed be the name of the Lord. Keep watch at midnight. Keep watch at midnight. I say keep watch at midnight. If you want God to visit you, hallelujah, ukitaka Mungu akujulishe yale mambo mengine watu hawajui, ukitaka Mungu akupe unabii ule haujafikia mwingine, ukitaka upako ambao huna mwingine, keep watch at midnight. Ukitaka ripoti ambazo hizi za kawaida, keep watch at midnight in the name of Jesus. Do you know the Bible says ya kwamba Yesu alikuwa na wasida, anasida na wanafunzi mchana, lakini usiku akienda kulala, maandiko yanasema ya kwamba yeye alikuwa anaenda kwa milima analala akiomba. Ndio ane mundu ile toro na mundu ile kilima ini mugecemania kiroko. Hallelujah. That is why nothing whatsoever challenged Jesus. Bwana Yesu asifiwe. How much I desire that we shall know this mystery. Bwana Yesu asifiwe. Can
I tell you one secret? Just to try. You hata si kitu deep. Si kitu deep. Ebu jizoeze. From midnight to unaomba. Omba tu hata kama ni 1 or 2 hours. The following day ukiamka, kuna watu ambao utakutana nao ambao umekuwa ukifikiria marafiki zako. Wakikuona wanaanza kutoroka. Kuna kitu ataona kwako kinaanza kuwachoma. Sika umesikia this side? Umesikia vile nimesema? Nimesema ebu jizoeze kuomba at midnight. The following morning uamke. Hata yule mtu ambaye amekuwa ni hypocrite, anajifanya ni rafiki na ni adui. Kumurora uguo aja ya gukorera. Ukarigo ni kiara korera. Kuna kitu anaona. Katika macho yako kuna choboka miale inamdunga. Siniwaambie tu hii. Haleluya. Mimi nitaka kujua kama uko pande wangu. I know I don't strain. Waruinge. Kuhoya twasemania no karia tikio nduthio na no ngamenya. Urekania na heho na ndigukwira nyanjie gukuhoera. Pigia Bwana makofi. Haleluya. Ndio maana akaambiwa kwamba amen, watapewa ishara. What is a sign for, my brother? A sign is to make you know the right thing or the wrong thing. Amen. Tunakuta kila blood ama kila kitu hata kama kiko na jina, kiko na ka sign. Bwana asifiwe sana. Gari ya Toyota hata kama haina jina iko na kale ka sign hata ya Mazda iko. Ambia Bwana asifiwe sana. Mwambie ukiomba usiku wa manane utajua sign za watu. Haleluya. Ni ukumenya andu ni kanyo ni muthemba u. Nasema ni ukumenya andu ni kanyo ni muthemba u. Nasema ni ukumenya andu ni kanyo ni muthemba u. Utajua mtu ni mtu aina gani. That's what I mean. Haleluya. Abia mwenzako, lakini sababu ya kulala unakulaga mpaka na adui zako. Abia mwenzako, lakini sababu ya kulala ndio maana unakulaga mpaka na adui zako. Wangapi watatamani kuomba usiku wa manane kuanzia leo? Nasema wangapi wanatamani kuomba usiku wa manane kuanzia leo? Haleluya. Simama na miguu yako in Jesus name. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Father. Rabasakata masanda rabasaya. Rokobo santima rabasanda. Open up your mouth. If your Holy Spirit feels go into tongues right away in the name of Jesus. God is doing something now. God is doing something now. Today God is going to release the power of midnight prayer. God is going to release the anointing of midnight prayer in the name of Jesus. Rabo sekete kasanta masanda raba. Leketa kasanta raba sanda bababo. Zeketa kasanta basanta raba. Oh rabasayana. Thank you, Father, for your word. Thank you, Father, for your word. You have given us our hour of conquering. You have given us our hour of conquering. Hallelujah. You have given us our hour of taking over. Umetupa wakati wa kushinda. Umetupa wakati wa kuteka. Umetupa wakati wa kunyakua. Umetupa wakati wa kuachilia. Umetupa wakati wa kutikisa misingi. Roba sakaya tabazaya. Rekeseketa kasaya. I speak to foundations. I speak to foundations that were raised at midnight. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tell God to give you an anointing of midnight prayer. It requires special anointing. It requires special anointing. It requires special grace. Foundations are demolished at midnight. Foundations that are evil are demolished at midnight.
good foundations are planted and laid. Oh, Rabashanda Bayanta Rabashanda Bababo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mapenzi yako yawe na macho yako yawe na mimi, kwa mkono wako wewe umenibariki, kwa mkono wako wewe umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi, na macho yako yawe na mimi, baraka zako ziwe na mimi, mapenzi yako yawe na mimi. Mapenzi ya Mungu yawe na wewe, na mapenzi ya Mungu ni ukajifungue na maombi ya usiku wa manane. Mapenzi ya Mungu ni ukavuje foundations zinazokufuata kwa maombi ya usiku wa manane. Ndio maana Psalms 20 inasema ya kwamba the moon shall not smite you by night. Some witches put powers in the moon. Some witches, next time I'll teach you how some witches put hours in the moon. And even commanding the morning, we commanded this hour. That's the Bible says, hallelujah. Even the moon shall not smite you at noon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Inua sauti yako mbele za Bwana. Ambia Bwana, mahali nilifungwa usiku, ninajifungua katika jina la Yesu. Mahali nilaniwa usiku, ninajifungua katika jina la Yesu. Baraka zako zilizoibiwa usiku, I take them right now in the name of Jesus. Oh, rebe sana bakanda bababu, sana la la bahana la la baba sana la la bayano. Endelea kuomba, omba. Open up your mouth. Silas did not keep quiet. Paul did not keep quiet. They are worshiping God. They were worshiping God. God wants to raise up people. God wants to raise an army. That's how keep praying at night in the name of Jesus. Hey, Harabasanda Rabasa. Endelea tuomba. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Rebasanda Baba. La casa kata kasanta. La kabasanta la baba sanda raba. La casa kata kasanta baba. Hallelujah. I want us to pray against demonic quotes in our life, which are witches and wizards, which are sorcerers, which are enchanters, which are diviners, which are the spirit wives and husbands. They are all released at night when we pray, when we sleep without praying. Now listen, when you sleep without praying, that is when even spiritual wives and husbands are released. Even when satanic ministers are released. Even when night incantations work in our life. In the name of Jesus. Oh, Rabasakatayanda. I want you to open up your mouth. Call the fire of God. Call the fire of the God. Call the fires of our God against witches and sorcerers who incant, who has spoken against our life at night in Jesus' name. Every sorcerer in our life by the operations of the night, I pray against you. I pray against you. I pray against you in the name of Jesus. Every work of diviner, every work of satanic ministers. Oh, Rakaba Santa Basanta Rabayano. Thank you, Father.
Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. The Bible says that mourning may last for the night, but joy comes in the morning. But joy comes in the morning. Joy comes in the morning because what you prayed for at night manifests. Oh, Rabba Sakayano, Rikaba Santayano. Just raise up your heart before the Lord. You know, mkono wako kulia mbele za Bwana. Hallelujah. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kuanzia leo nitoe katika kuwa mwana wa nuru ambaye amesidwa na mwana wa giza. Kuanzia leo umenifundisha siri za usindi, siri za kuteka, siri za kunyakua. Na sasa katika jina lako takatifu ninachukua kilichoibiwa. Sema kwa imani, ninachukua kilichoibiwa. Baraka zangu zilizoibiwa usiku, miujiza yangu iliyobadilishwa, maneno yaliyonilani yaliyonenwa usiku, mahali mwezi ulinigonga usiku. Leo hii ninajiachilia. Nifungue leo. Ninaomba ukanipe neema ya kuomba usiku wa manane, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Continue to worship the Lord in the Spirit. Continue to worship the Lord in the Spirit. Rabishana maka. Lakoto koshere basanda bababa. Lekitaka santa masente barabo sanda bababa. Yeah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. I can see in the air of spirit, there is somebody here who God is giving a healing that came through a dream that one dreamt one day. And from that time, one of you have been healing, like there are some pains that cuts across your lower abdomen. It comes and goes. It comes. So when you're just about to think of doing something, it appears and then it appears. Hallelujah. As I speak, I see the hand of God healing you. It is on this side. I see the hand of God healing you. I see the hand of God healing you in the name of Jesus. Rabba Sakatayana. God is healing somebody here. Hapa ifanywa divine exchange. Harabashanda bakaya. Somebody came. Kuna mtu hapa. Somebody came very early in the morning. Akakumbukia asubuhi na mama sana. And he's afraid. Akakuja asubuhi moja. Akakwambia akona a challenge situation. Na kwa sababu hukujua si rafiki, sijui ni nani akasi the spirit, ukampatia pesa zako. Sababu ni rafiki, akakujia asubuhi kupatia pesa. Hallelujah. Alikuwa on a mission. And from there, maisha yako ya kifedha ilirudi chini na haijainuka kuanzia leo. God is turning your life around. Amen. Two people in this side. Mtu akakuamkia asubuhi na sababu ulimwamini rafiki, ukapeana pesa. From that day, your financial life has never been the same again. As I speak now, I see angels turning your station around. I see angels turning your station around. I see angels turning your station around. And let me tell you, after today, you come with a testimony. So God is healing somebody here. And God is doing some financial restoration here. In the name of Jesus. Lord, I thank you. God, come and confirm your word. Come and confirm your word. With signs and wonders. With signs and wonders. Give us signs. Give us wonders. For you use the language of signs. You use the language of signs. That's why you even gave the prophets of the old
signs and similitudes. Restore our signs. Restore our signs. Restore our similitudes. For we are going to embark on midnight battle. We give you honor. We give you glory. In Jesus' name. Amen. There is a heavy presence of God right now. Amen. This is an opportunity to grab your miracle. I say this is an opportunity to grab whatever was stolen back. Amen. When the spirit and the anointing of this word is flowing, it is an opportunity to grab back whatever was stolen. In Jesus' name. By coming right here, hallelujah, and connecting yourself with this word by your sacrifice in Jesus' name. Hallelujah. Yes, at this moment of such a heavy presence, because people are healing and destinies are turning loud, just come, just come, just come. Just come. This is the moment. Such moments are there. Such moments are there. Angels are all over. I'm seeing angels all over. I'm seeing angels all over. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Give us a cool worship song as we come to give our sacrifices. Oh, hallelujah. Connect with whoever was stolen at night. Connect with whoever. Let's get it back by coming to the altar to receive back whatever was stolen from you. And then after that, I just pray and release you. Those that are going to work in Jesus' name. This is an opportunity. In Nafasi. Hallelujah. Wise people know the moment. I say wise people know the moment to grab the opportunity. Hallelujah. Kabla haijapanda, sikia. When a word that concerns your issue is released, that is the moment to come and grab what was taken away. Can you come very quickly in the name of Jesus? Amen. I've never seen this again. I see angels all over. The same angels that are healing are at work restoring. The same angels that are releasing the blessings are at work. Just come very quickly in the name of Jesus. Hallelujah. Continue. When you receive back what was stolen, as we continue singing that song, let us continue. You can use the number. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sitaona kama wewe Mwenye nguvu kama sitaona kama wewe mwenye nguvu namna hii sitaona kama wewe give unto the Lord. Wenye sababu kama hii. sitaona kama wewe Sitaona kama wewe.
There was a certain level of academic excellence. You were to excel academically, even to international standards. But in the things I was talking about, something happened and your academic star was stolen. As I speak to you, I can see it being restored in Jesus' name. Just raise up your hands. Hallelujah. You wanted to run, isn't it? Yes. This man, thank you, Jesus. This man I see here had an international standard of academic excellence. He's those brains that are relied upon even by great decision makers in the world by giving consultations. Hallelujah. But it was not out of your fault. But can I tell you today, everything is being restored. Everything restored. Receive it back. Receive it back. Receive it back. I seal it again by the blood of Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Najua ulikuja hapa kwa sababu uko na kilio cha mwana. Uko na mwana ulali. Amen. Uko magani tondo wake. Kimohoera. Hallelujah. Ni destiny yake aseja niliotuko. Warwarire na guko mwabara. Tora kumari gitio na ndamugira ndangiuma kuo. Toraga nywa nduraga sadi niguo ndonire pastor no utukane ndimufuataga muno thimu-ini. Ndiona uri ateithagia andu pastor. Ukesiria njuke guku ni eguteithika. Ni haicio baadhi cia kuma Mombasa oke guku. Thank you. Amen. Sikiza. That's how God confirms his word. Amen. Yes. No. Everything is restored. You would cry again. Ndukurira ringi. Kimeteseka sana. Mwana ucio waku ndimui. No ndona destiny yake ikiyo ena miaka 15. You have been crying. Ona mithuri mora no mwana wako. Hallelujah. But can I tell you? Hallelujah. Amen. I have seen angels restoring it back. Amen. Maithori macio rarira. Maria mangiuririra ni magikeno. Amen. In Jesus' name. Amen. Father, in Jesus' name. Yes. I seal the sign and the wonder. I seal the restoration of miracle right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Holy angels of God. Holy angels of God. Capture that young man. Restore him. Let her brain be restored. Let her virtue come back. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Chukua mkono wako wekelea katika kitovu chako. Kitovu ni abraliko. Nataka useme kuanzia leo mtoto wangu wote ambao anaweza fuatwa ambao wanaweza fuatwa na misingi ya kwangu. Na misingi ya kwangu. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Mlango wa kitovu. Mlango wa kitovu. Wa maovu. Wa maovu. Ya kufuata kizazi changu. Ya kufuata kizazi changu. Umefungwa. 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 Na kizazi changu. Na kizazi changu. Nimetangaza. Nimetangaza. Nimebarikiwa. Kila foundation. Kila foundation. Iseke. In Jesus name. Rabba shakata masanda raraba. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. I crossed and I forget. You are feeling fire. 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 Rabba sakataka santa masanda. I disconnect the navigator. The navigator. Every foundation. Rabba sakataka santa. In Jesus' name. Let the fire burn. I release the fire. I release the fire. I release the godly fire to consume any ungodly fire. May the fire burn. Let the fire burn. Let the fire burn. Rabba sakataya. I release godly fire. Godly fire. Godly fire. Godly fire. May the consuming fire of God
Consume any demonic fire. Yes. Any demonic fire. Hallelujah. Shandarabasa. Reke basanta. Rebebebebesa. Oh Rababa. Robaba. Receive it. Receive it. Rabbi Sanaba. Rekabara Sandaraba. Yokataka Santa Masa. Oh, you are free. You are free. You are free. As you are free, your son is released. As you are free, your son is released. His destiny. His destiny is released. His destiny is released. Is released in Jesus' mighty name. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina. Mama yangu niliyekuzaa naachilia uwezo wa kiungu ulionifanya nikubebe kwa tumbo yangu miezi 9 bila kufahamu. Uwezo huo wa kiungu na unena kama vile ulifadhiwa miezi 9. Maisha yako yote ikahifadhiwe. Father, in the name of Jesus, I release him from every chain of the enemy, every bondage of night runners, every bondage of dream attackers, every bondage from dream terrorists. I arrest the work of dream terrorists. Every dream terrorist. Your life was attacked in a dream. Look at me. Your life was attacked at a dream. I know you may not remember. There's a dream you dreamt some 6 years ago. But by the time you're waking up in the morning, you try to remember. And you cannot remember anything. And if you can look very carefully, if you can count down from now, 6 years down the line, ndio mambo yake inaweza kuharibika. True. I think we shall have one. I think we shall have one night here of dreaming. Of dealing with what we call dream arresters and terrorists. Hallelujah! It's called the evil powers of the night. There are some people whose body just came just through a mere dream. Hallelujah! There are destinies that God has released through dreams, and there are destinies which the enemy has released through dreams. My brother, it just came out of a mere dream. But from now, the redeeming power of God, let it redeem you. Let it redeem you. the name of Jesus. Let it redeem you. The name of Jesus. And by the anointing that breaks every yoke, let even that yoke of dream molesters be released from your life. Be released from your life. In the name of Jesus. Hallelujah. Right now, whatever was the decoding that was done in your mind, there is a decoding that was done in your mind.
But right now, I commission angels to be at work. I commission angels to be at work and decode whatever happened in your life. From today, your life is going to turn around. In Jesus' name. It's done. It's done. Unajua kunifurahisha Baba, umenifuta machozi. Do you have a desire of serving God? I serve God in an orphanage. In an orphanage? Yes. Yes. But right now, Even right now. I am feeling sick. I have been sick for the last 20 years. I suffer arthritis, gastritis, ulcers, and high blood pressure. Hallelujah. Hallelujah. Raise up your hand. Thank you, Father. May the blood of Jesus start flowing in your system. May the blood of Jesus start flowing in your system. Start flowing in your system. May you be transformed with the new flesh blood of Jesus. Healing every element. Healing, 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 healing. Let it move. Roba sakayanda. Your nervous system be saturated by the cleansing blood of Jesus. By the blood of Jesus. Right now, I arrest the devil. I arrest the devil. I arrest the devil and his activities. His activities. Every spirit of sickness and infirmity, I arrest you now. I arrest you now. I arrest you now. And I release the consuming fire. The consuming fire from the throne of God to consume. Rabba Santa Bayanda. As the Bible says, every tree that God has not planted shall be uprooted. And now I declare, whatever the devil has planted in your blood, because it's not from God, I uproot it now. I uproot it now. I uproot pressure. I uproot pressure. I uproot arthritis. I uproot every gastro problem. I uproot it now. Devil, you are a liar. You are a liar. You are a liar. You will not tamper with this ministry. Right now, right now, right now. Remove your dirty hearts. Remove your dirty hearts of her body. In the name of Jesus, I speak divine healing. Divine healing. In Jesus' name. Wacha tu akae hapo for a few minutes. Father, we give you praise. Wonder-working power in the blood of the Lord. There is power, wonder-working power in I the want you to speak to your sacrifice. Uyambie nene sacrifice. Useme ikufungwe na roho wa madeni. I anoint these hands. Hallelujah. The
make profits. You teach us our hearts to make profits. You teach us our hearts to make profits. These hearts from now, whatever is our touch, whatever is our touch, whatever is our touch, shall receive. Healing, wonder working, healing in the blood, Precious blood. oh the Lord Jesus, there is healing, healing, wonder working, healing in the precious blood of the Lord. I want us to stand on our hearts. We make some declarations as we conclude today's service. Hallelujah. We are here tomorrow for the lunch hour. And even after. Amen. Inua mikono yako. Sema, in the name of Jesus. 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 Whatever was stolen Whatever was stolen at night at night by dream terrorists, by dream terrorists, by the powers of darkness, by the powers of darkness, today, today, by the angels of God, by the angels of I receive it back. I receive it Because I'm at your altar. because I am at Mount Zion. Today, I possess my possession. I possess my possession. From today, from today I will excel I'll excel in the glory of God. in the glory In of God. Jesus' name we In pray. Jesus' name. Amen. Amen. May God bless you. Amen. Father, as your word says, that you teach us our hearts to make profit. Right now, the anointing of making profit and her hearts doing battle for her through a life of sacrifice, it has been released. The anointing of making profit, whatever this heart shall touch from now, shall be blessed. Shall be blessed. Shall be blessed. Hallelujah. I anoint her legs. From today, since you never take long direction in life. In Jesus' name. Amen. Si Bwana wabariki. Si Bwana wabariki. Hallelujah. Amen. May whatever God has released today be permanent. Amen. For I seal it with the fire of the Holy Spirit.